Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji wa New Agape TV. Karibu sana katika kipindi chetu, kipindi kizuri, kipindi ambacho Mungu ametupa neema tena, ambacho Mungu ametupa kibali ili mimi na wewe mtazamaji wangu tuweze kujifunza kwa habari ya ufalme wa mbinguni. Na leo tutaenda kujifunza kitabu cha Ufunuo 12:11. Biblia inasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Leo tutaenda kujifunza mambo mawili katika kitabu chetu. Jambo la kwanza ni damu ya mwana kondoo namna gani inatenda kazi, lakini jambo la pili tutaenda kujifunza neno la ushuhuda. Tutaanza na damu ya mwana kondoo. Nitakukumbusha kisa fulani kwa habari ya wana wa Israeli. Biblia inasema kipindi kile Mungu anaachilia mapigo yale 10 kwa Farao ili wana wa Israeli wasipate madhara, akawaambia wachinje mwana kondoo na waipake kwenye miimo ya mlango. Nini maana ya hiyo damu? Ilikuwa inaashiria utambulisho kwamba hizi nyumba wanaishi wana wa Israeli, lakini damu ya mwana kondoo pia ilikuwa inaashiria ulinzi, ili Mungu anapoachilia mapigo wana wa Israeli wasikutane nayo. Na kipindi hicho Yesu alikuwa bado hajaimwaga damu yake pale msalabani. Ndio maana malaika wa Mungu akampatia maelekezo Musa awaambie wana wa Israeli katika kitabu cha Kutoka kwamba wachinje mwana kondoo na damu yake waipake kwenye miimo ya mlango ili isaidie kuwalinda. Jambo la kwanza, lakini jambo la pili isaidie utambulisho, ili malaika anapokuja kwa ajili ya kuachilia mapigo kwa Farao atambue kwamba hizi ni nyumba za wana wa Israeli na wasiweze kupata madhara. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu na mtazamaji wangu, ninakukumbusha siku ya leo, damu ya mwana kondoo ina thamani kubwa sana. Mungu na malaika na mbingu ilikaa kikao, ni nani ni mtume ulimwenguni ili aweze kumwokoa mwanadamu na dhambi zake. Malaika walinyamaza kimya, lakini Yesu akajitokeza kwa sababu ya upendo wake, kwa sababu ya thamani ambayo anaifahamu na anaitambua kwa sisi wanadamu. Akaimwaga damu yake pale msalabani kwa ajili ya kunikomboa mimi na wewe mtazamaji wangu. Hivyo damu ya Yesu, jambo la kwanza, imetusafisha dhambi zetu, na ndio maana tuko huru, tunatembea. Wachawi wanatushindwa, magonjwa yanatushindwa kwa sababu ya nguvu iliyopo kwenye damu ya mwana kondoo. Lakini pia damu ya mwana kondoo inaachilia ulinzi kwenye maisha yetu. Ndio maana tunapoomba tunasema tunainyunyiza damu ya mwana kondoo kwenye kila kona, tunanyunyiza damu ya mwana kondoo kwenye familia zetu, tunanyunyiza damu ya mwana kondoo kwenye huduma, kwenye kazi za mikono zetu, ili adui asipate kutushinda. Hivyo damu ya mwana kondoo ina kazi kubwa sana. Ndio maana maandiko yanatuambia wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, sio wakamshinda kwa damu ya mnyama wa aina yoyote. Damu ambayo inatupa kushinda katika vita, katika dunia ambayo tuko nayo leo, ni damu ya mwana kondoo peke yake. Damu ambayo itakupa kushinda kwenye biashara yako. Inawezekana wenzako wanatumia nguvu za giza, wanatumia nguvu za waganga, nguvu za wachawi, lakini wewe mtumishi, wewe mtazamaji unaonitazama leo, tumia damu ya mwana kondoo kuhakikisha biashara yako inaenda vizuri. Tumia damu ya mwana kondoo kuinyunyiza kwenye ndoa yako ili ndoa yako ibaki salama. Tumia damu ya mwana kondoo kunyunyiza kwenye familia yako ili familia yako ibaki salama. Damu ya mwana kondoo inaachilia ulinzi kwenye maisha yetu dhidi ya magonjwa, inaachilia ulinzi kwenye maisha yetu dhidi ya ajali, dhidi ya yale mabaya ambayo adui aliandaa kwenye maisha yetu kwa ajili ya kututeketeza kama sisi wana wa Mungu. Hivyo ninakushauri sana, damu ya mwana kondoo ina kazi kubwa. Damu ya mwana kondoo ina kazi nyingi sana kwenye maisha yetu. Nyunyiza damu ya mwana kondoo kwenye kila jambo unalolifanya ili iweze kufanya mambo makubwa, ili iweze kukulinda siku zote za maisha yako. Lakini pia tunajifunza kwa habari ya neno la ushuhuda. Ninakukumbusha kijana mwenzangu, mahali unapokaa, mtaa unaoishi, sehemu unakofanya biashara, hebu uwe una ushuhuda mzuri katika mwenendo wako, uwe una ushuhuda mzuri katika mavazi yako, uwe una ushuhuda mzuri katika semi zako. Maana katika maandiko anakuambia hivi, kijana inatakiwa tuwe kielelezo. Hivyo kijana mwenzangu unayenitazama, kama umeokoka kweli na kama unamjua huyu Yesu ambaye ninazungumzia habari zake mchana wa leo, inatakiwa uwe una ushuhuda ambao unaendana na Yesu Kristo. Tuwe na ushuhuda katika kusema kwetu, tutamke maneno ya hekima, maneno yaliyojaa nguvu ya Mungu, maneno ambayo mtu akiyasikia yanamfariji, maneno ambayo aliyovunjika moyo anapata kujengeka tena. Hivyo
leo neno la ushuhuda litembee katika maisha yetu. Mama, neno la ushuhuda litembee katika maisha yako. Neno la ushuhuda litembee kwenye kila jambo unalolifanya. Neno la ushuhuda litembee kwenye kazi za mikono yako. Neno la ushuhuda litembee kwenye ndoa yako. Watu wanapokutazama, ndoa yako iwe mfano. Ndoa yako isifanane na watu wa mataifa. Ndoa yako iwe mfano kama mtu uliokoka. Tunajifunza kwa mtumishi wa Mungu Petro. Wakamwambia hata ongea yako inafanana na Yesu. Hivyo leo neno la ushuhuda likakutambulishe kwa watu ambao hawamjui Kristo, ili kupitia neno lako la ushuhuda watu waweze kumjua Kristo na waweze kuokoka na kumfuata Yesu kwa kupitia neno lako la ushuhuda kwenye maisha yako. Karibu sana karibu sana katika kipindi chetu ili uweze kujifunza mengi kupitia New Agape TV. Tunapatikana katika mitandao yote ya kijamii. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili uweze kuwa wa kwanza kupata habari za neno la Mungu mwanzo hadi mwisho. Karibu sana katika vipindi vinavyoendelea. Bye bye.